Kwa sasa sina nyumba au sina uhitaji wa nyumba, ila nikiwa na uhitaji mbeleni nitachukua tu nyumba au nitajenga nyumba. Bibi mmoja akauliza, wewe ndo mtu wa kwanza kusikia unasema una uhitaji na nyumba. Bibi mwingine akasema, lakini sio rahisi kununua nyumba hapa Soil. Bibi yake binti akasema, basi sawa, haina shida. Nina malalamiko mengi kwa sauti sio nzuri, hiyo naombeni lazima mnisamee, bado na niko kwenye marekebisho ya kurekebisha sauti yangu. Na kwenye marekebisho hayo nimepata hitilafu kidogo ya sauti, mafua yamenikaba, sauti imechange, imekuwa kama imebana sana. Japo sina namna, najaribu kupambana ili niweze kutoa kitu kilicho sahihi. Kwa hiyo naombeni lazima kwa sauti itakavyotoka, naombeni mnisamee sana, na naombeni tafadhali sana mnisamee kwa hilo. Nimepigwa na mafua ghafla kwa sauti na hisi imebadilika zaidi. Ila naombeni mnisamee, nitajitahidi tu nirekebishe kwa kiasi fulani, japo ndio hivyo, haina namna. Nimeamua nifanye hivyo ili niwahi tu kutoa episode hii nisicheleweshe, maana nikiamua nikae nisubirie kupona, huwezi jua unapona lini. So naombeni radhi kwa hilo. Bila shaka sasa mmenielewa, tutaendelea na episode yetu ya 22. Pia kama unajijua wewe ni mara yako ya kwanza kutembelea kwenye channel hii ya Namnei Pro, usisahau kucomment, kusubscribe, kulike, pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili pindi tukapoachia kazi zetu uwe wa kwanza kuzipata na kuzitazama. Na asanteni sana. Hili sio upande wa pili kwa binti. Tunaona binti akihangaika huko akijiuliza, hawa vipi, mbona hawarudi, wameenda wapi? Na msahau bibi alimwachia binti mgawa kwa yeye mwenyewe uendesha katikati vitunguu nini akoke na jiko. Baadaye sio upande wa pili kwa Guoni na bibi. Tunamwona bibi akimuuliza Guoni, unapenda nini kwa chao sarange? Guoni akasema napenda kila kitu. Bibi akasema kwa hiyo unamaanisha hamna kitu kinachokitokea kwa binti. Kisha bibi akamuuliza Guoni, je, binti anajua kuwa unampenda sana? Guoni akamuuliza bibi yake na binti, kwani wewe binti umeanza kuishi naye tangia lini? Bibi akamwambia Guoni, yani wewe nimekuuliza swali, baada ya kunijibu kwanza swali na wewe unaniuliza swali. Vipi, kuna shida gani kwani? Guoni akasema ndio anafahamu. Bibi naye akamuuliza tena Guoni, vipi, chakula anachokipenda unakijua? Guoni akasema ndio nafahamu, hapendi samaki wabichi. Bibi akasema mimi sijakwambia kitu ambacho hapendi, nimekwambia vitu ambavyo anapenda. Guoni akasema hivyo kwa sasa hivi sijavijua, kwa wakati mwingine nitajitahidi nivifahamu. Bibi akasema kumbe wewe ni mpuuzi, yani wewe hadi leo bado hujajua binti anapenda nini Bibi akasema kwa ufahamu wangu mimi ninavyojua, mtu kija kumpenda lazima utakosha chunguza vitu anavyopenda, vitu ambavyo hapendi. Sasa mimi nakushangaa, wewe nakuona hata siwezi nikakutetisha wewe partner wake na Sarana. Kisha bibi akamwambia Guoni, hebu nifuate. Wakasogea zao mbele kidogo, kisha wakakaa sehemu hivi. Bibi akaulizwa na mhudumu, vipi, wewe ndio kijana anayemfukuzia mjukuu wako? Bibi akasema ndio. Kisha mhudumu akasema, vipi bibi, nikusaidie nini? Bibi akasema nimekuja hapa kufungua akaunti ya benki kwa ajili ya huyu hapa kijana wangu. Yule mhudumu akasema basi bibi, hamna shida, naombeni vitambulisho vyenu alafu mnisubirie kidogo. Basi wakiwa pale wanasubiri, bibi akamwambia Guoni, naomba ujitahidi sana wewe na binti yangu, mjitahidi sana kuchanga hela zenu mkifanya kazi huko ili mbeleni maisha yasije kuwa magumu kwa upande wenu. Guoni akasema asante bibi, kisha akamuuliza kwa hiyo umeniruhusu tayari mimi na binti yako? Bibi akasema kwani unanisikia mara ya kwanza nilivyosema yani wewe bado hujafaulu kuwa na mwanangu, kwani sasa unataka uwe na mwanangu wakati bado hujafaulu Guoni yeye akabaki tu anamwangalia bibi huku tu akiendelea kutabasamu tu. Basi baadaye wakiwa shatoka maeneo yale ya benki, tunamuona bibi akiwa na Guoni na binti wakiwa kwenye meza wakipata zao msosi nini. Binti akauliza, mbona msosi mwingi hivi kuna sherehe nini? Bibi alisema mara moja tu unapaswa kufurahisha akili yako, kufurahisha mwili wako, kufurahisha tumbo lako kwa kupata vitu vizuri kama hivi. Baada ya kupata msosi nini na kushiba, tunamuona Guoni na binti wakiwa wanaondoka, huku Guoni akimwambia nimeongea bibi yako mbio kaniambia hivi mimi ndo mwanaume wa kwanza ambaye nakufuatilia. Kwa hiyo wanaume ambao washaanza kufuatilia au kwa wanaume ambao wanafuatilia, mimi ni wa kwanza. Hapo Guoni akamuuliza binti, vipi, wewe unapendaga chakula gani? Binti akasema labda spring rolls. Guoni akasema ndio nini hizo? Binti akasema wewe unazijui? Guoni akasema sizifahamu. Binti akasema yani hizo ambazo ndio maarufu sana upande wa wanawake, spring rolls, unataka kuniambia wewe uzijui kweli? Binti naye akamuuliza Guoni, kwani wewe unapenda nini? Guoni akasema na mimi nitapenda hicho ambacho wewe unapenda. Binti akasema kwa sababu gani? Guoni akasema kwa sababu mimi nakupenda, nishaamua uwe wa kwangu, kwa maana wewe unachopenda wewe na mimi hicho ndio prefer nikipende. Kisha binti akasema kwa wakati mwingine tutaenda kula hivyo vyakula vyote ambavyo mimi navipenda na wewe ambavyo unavipenda. Na muda huo tayari wameshafika nyumbani kwa binti. Basi wakiwa wamesogeleana pale wakiendelea na stori zao za hapa na pale, mara wakasikia wakiitwa Sarana. Binti akamsukuma Guoni huko. Kutazama kumbe alikuwa ni Dahel na Pyongwa. Muda huo na wenyewe ndio walikuwa wanafika nyumbani. Kisha Dahel akaita, "Mr. No." Guoni akageuka kisha wakasalimiana hivi. Basi tunaona mtu nne wakiwa shaingia zao ndani, meza ishaanza kuwaka kupendeza, bia za kutosha, maneno mengi kibao nini. Kisha Guoni akawauliza, vipi, kuna tatizo gani? Dahel akasema kwenye kampuni yetu au kwenye kitengo chetu tumewekea malengo, lakini trip yetu wameamua kutupeleka sehemu fulani hivi inaitwa Bali. Sasa Dahel akaanza kuwapa sasa au kuambia jinsi ilivyokuwa walivyokuwa wameenda na yule kiongozi wao kwamba anajitapatapa sana. Anawaambia hii sehemu ni kama Bali japo sio Bali. Mambo yakawa mengi, picha za kutosha, picha ambazo sio zenyewe. Yani kwenye hiyo sehemu waliokaa wao nyuma kuna kama libango likubwa kama kisiwa fulani. Sasa hicho kisiwa ndio Bali. Sasa wenyewe wako mazingira, yani wako ile Bali ambayo sio Bali yenyewe, yani ni Bali jina tu, ila Bali yenyewe ni kisiwa.
Kwa hiyo kiufupi, yani walikuja sehemu ambayo sio, wakati wenyewe walikuwa wamepanga zao kwenda zao maeneo ya Thailand, bara la Asia huko kwenda kutembea nini. Sasa ndio hivyo imetokea namna nini, hawajaenda sasa huko Bali walikuwa wanapaswa kwenda, wameenda sehemu tofauti na Bali. Kwa hiyo ndio hivyo, binti akawasimulia ilivyokuwa. Kisha Daudi naye akasema, Pyongyang akasema, kumbe na yeye kiongozi wenu kama kiongozi wangu. Wakamuuliza, kivipi kwani? Pyongyang akasema, yani amepandishwa mtu cheo, mtu mwingine, alafu yule mtu alikuwa ana cheo kashushwa cheo. Goni akamuuliza Pyongyang, vipi kwani wewe una wivu? Pyongyang akasema, hamna, kila mtu ana muda wake na wakati wake, ngoja tusubirie wakati wangu. Goni akamwambia Pyongyang, nishakuelewa unachomaanisha. Unataka kusema kuwa ulipewa ahadi ya kupromote, ila hiyo promote amepewa mtu mwingine, si ndio? Binti akasema ndio. Goni akafoka akasema, sasa imekuaje? Kwa sababu mtu kama anapambana na paswa pepe pongezi, imekuaje sasa wewe wamekuacha hivi hivi? Na inaingiaje akilini mtu umeshapewa ahadi afu mtu huyo alikupa ahadi anakuja kuvunja ahadi? Dele akasema walioko juu wanaangalia juu, ila sisi tulioko chini hamna haja sisi ya kuhangaika na sisi, yani hata watujali. Goni akasema kwa nini sasa hivyo nyinyi hapa hamna mwenye makosa, wenye makosa ni wale walioko kule juu. Na lazima nifanye jambo. Goni akaamka kwa hasira, ile ameamka mara binti akamshika mkono na kumwambia hebu wewe tulia usiwe na wasiwasi, kaa chini. Goni akaamua msikilize zake binti, akarudi zake chini na kaa. Sasa hawa binti wakiwa wanaendelea zao kuongea wanasema yani na huyo head manager huyo, yani nikimjua naweza nikampiga hata mawe Kisha Pyongyang akamwambia sasa. Binti akaanza kusema sasa hivi sio mpuuzi, sasa hivi ameanza kuwa mzuri na ni mzuri kichizi, yani hadi nyinyi hamwezi kuamini sasa hivi. Dele akasema wewe ulisema kuwa manager huu anajiona ni mtoto wa boss, anakuja kazini muda anaotaka, anajisikia afanye hichi au asifanye hichi. Wewe mwenyewe ulikuwa unasema hivi, sasa hivi mbona umebadilika kama kinyonga Pyongyang akasema ingebidi Mr. Nondo akawa hata head manager. Kisha wakapiga zao charge. Kisha Goni akasema haijalishi manager ni nani au head manager ni nani, kampuni inabidi iangalie wafanyakazi wake vizuri. Kisha Goni akasema anyway, kwa sasa hivi naomba tufanye kazi kwa bidii, tupambane tuwe na maisha yetu masafi kweli, maisha yaliyonyooka, yana kona nyingi. Mabinti akasema yani Mr. No, ingependeza sana wewe ndio ukawa head manager, mambo yakawa safi, yani hicho kipaji, yani hicho kipawa kinakufaa kabisa Mr. No. Sema ndo basi hivyo, haina namna. Goni akasema kwa kuwa umeshamwamini kama manager wenu, basi mimi ndo nitakao walipia vinywaji vyote hivi hapa ambavyo tumetumia. Baadaye sasa tunamuona Goni akiwa ofisini kwake na Noshan Siki akamuuliza hiki nini sasa? Goni akasema hivyo unavyoona ndio ilivyo. Mr. Cheo Sarange ndo atakuwa mfanyakazi namba 1 kwenye King Hotel au King Group. Kisha Goni akasema kwa wafanyakazi ambao umeona hapo ndo waliochaguliwa kushiriki kwenye trip ambayo itafanyika huko nje ya nchi. Noshan Siki akamuuliza kwa nini sasa hivi unajali kuhusu wafanyakazi? Goni akasema kampuni inapaswa pongezi kwa performance zao walizonazo. Noshan Siki akacheka na kusema sijawahi kuona mtu anafanya mambo ya ovyo kama wewe hapa. Noshan Siki akamuuliza tena Goni, kwani umesigua shapisha kwa hili? Goni akasema hata mimi nikipitisha sio mbaya. Noshan Siki akasema lakini mbona hiyo haiko sawa? Goni akasema wewe nenda, hiyo haikuhusu wewe, lawama zote sio nini, shida zote zinazokuja zitakuwa chini yangu, yani mimi ndio nitazibeba hizo shida zote. Muda mfupi baadaye sasa tunaona wale wafanyakazi akiwemo Cheo Sarange, Pyongyang na Daudi wakipokea barua kutoka kwa Goni kuwa wamepata trip ya kwenda kusafiri nje ya nchi. Upande wa Cheo Sarange sasa tunaona akisifiwa na message yao na kuambiwa hongera sana best talent wetu kwa kuchaguliwa kwenda kwenye trip. Binti akasema asante sana, na hiyo trip imetoka kwa watu watatu tu, binti, Pyongyang, Daudi na Cheo Sarange. Ila yote ni Goni kwamba alivyosikia kilalamika sana kule maskani kwao, akaamua ngoja wafanye kitu cha tofauti sana. Majira ya usiku sasa tunamwona Goni akiwa na Noshan Siki akimuuliza kesho anaondoka vipi, kila kitu kiko sawa? Noshan Siki akasema ndio, kila kitu kiko sawa. Kisha Noshan Siki akasema trip ya mwaka huu ataenjoy sana wafanyakazi wetu, maana imekuwa tofauti kuliko siku zote. Kisha Noshan Siki akasogea kwenye gari na kumfungulia Goni mlango, kisha akamwambia Goni ingia ndani mheshimiwa. Goni akasema mbona unataka kufanya hivi kabla? Noshan Siki akasema mbona wanafanyanga siku zote, halafu nitakuwa best assistant wako ili na mimi niweze kupata nafasi ya kwenda wote kwenye trip. Goni akashtuka akajua kumbe huyu jamaa anataka anafanya haya yote akijua tutaenda wote kwenye trip wote. Akamsogelea sana Noshan Siki, kisha akamuuliza unaumwa? Noshan Siki akasema hapana, niko vizuri mheshimiwa. Goni akamuongeza kwenye gari. Sasa ni asubuhi sana ndani ya uwanja wa ndege, tunamwona Goni ndio wa kwanza kuwasili maeneo yale. Basi huo muda nao tunaona mabinti wakiwa watatu, Cheo Sarange, Pyongyang na Daudi. Wakamwona Goni wakaanza kuita Mr. No. Goni akanyosha mkono hivi. Pyongyang akaanza kumshukuru Goni, asante sana Mr. No. Goni akasema mbona mimi hamna kitu ambacho nishafanya, kwa nini mnanipa asante? Daudi akasema asante sana Mr. No, bila wewe tusingepata hii trip. Goni akasema basi sawa ni kila kitu, hakikisheni hii trip yenu au safari yenu iwe yenye furaha na ya kupendeza zaidi kuliko trip zenu zote. Binti akasema haya sawa, hamna shida. Goni akasema basi tuondoke. Ile Goni sana geuka tu anakutana na kichomi mwenzake Noshan Siki, na yeye kaingia sasa kwenye safari kibabe. Akasema bwana mimi siwezi kuachwa, na mimi lazima nishiriki kwenye trip. Basi na hiyo ndio mwisho wa episode yetu ya 22. Tutakutana tena katika episode ya 23. Asanteni sana kwa support yenu. Japo tuna changamoto imekuja kutukumba hapa katikati, YouTube yetu imeanza kuzingua, imeanza kuleta kona nyingi, ila ina shida, tutajitahidi kupambana. Ila ikiendelea kuzingua zaidi tutajaribu kufungua akaunti nyingine
Pia tukifungua tunaomba msisahau kusubscribe, mtaendelea kuona shairi yetu mpya, msubscribe. Kazi zitakuwa hizi hizi kama za huko, japo itakuwa ile ndio tumeanza mwanzo. Kwa hiyo itakuwa inahitaji subscribers kuangalia sana, kulike na comment. So nawapendeni sana na asanteni sana na bwana siku njema.